Oh, nasikia upako mahali hapa, nguvu za Mungu zimetufunika. Rabo zake menoma lobradozi kata likoni manosi keri arabo shata yadadabosa. Uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka kutukomboa. Wastahili. Uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka kutukomboa. Wastahili. Hebu mwambie Bwana, uliacha enzi, uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka kutukomboa. Yesu, uliacha enzi yako, ulikubali kuacha enzi, ulikubali kuacha mamlaka, ukaja duniani ukafa kwa ajili yangu Bwana, ukashuka kutukomboa. Ye Bwana wastahili. Mwambie tena, Bwana uliacha enzi na mamlaka uko mbinguni, enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukashuka kutukomboa. Hey, Bwana wastahili, Yesu wastahili, wastahili peke yako, wastahili, wastahili heshima, utukufu, wastahili, wastahili. E Bwana wastahili, wastahili. Yesu unaweza, unaweza peke yako, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Yesu, unaweza. Wewe mtakatifu, Bwana ni mtakatifu, mtakatifu. Oh Yesu, wewe ni mtakatifu, mtakatifu. Oria masakara maya sakante. Wadhimisha mfalme. Bwana umestahili heshima, umestahili kutukuzwa Bwana. Oria kekerianda ikeriamdo kilana. Na ikiriano role katerari lama yasa. Repo ilikende riana. Ropo sievana. Kantire nekori lana. Likoya sile malantete. Seba tori ropo. Jekarabasa. Unastahili Bwana, unastahili. Tunaungana na maserafi na makerubi, wazee 24 wenye uhai wanne, wanasema mtakatifu wewe ni Bwana. Unastahili heshima, unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa. Bwana, unastahili peke yako. Unastahili, wastahili, wastahili peke yako. Wastahili, Yesu wastahili, wastahili Bwana, wastahili.
wastahili Bwana, mfalme wastahili, wastahili. Twaimba haleluya, 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 haleluya kwako Bwana, haleluya kwako mfalme wa wafalme. Tunalibariki jina lako. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya kwako Jehova, haleluya kwako mfalme. Twaimba tena haleluya, 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 Nenda mbele za Mungu, mtu wa Mungu. Wana mbele za Bwana, mwambie Mungu aseme na wewe. Mwambie Bwana afungue macho yako ya ndani. Mwambie Bwana angaze nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu ikapate kuangaza ndani yako, ili upate kuelewa kila ambacho Mungu anasema na wewe. Unahitaji hiyo nuru ili kwamba utawale majira na nyakati. Baba yetu Mungu wa milele, asante kwa uaminifu wako. Asante kwa ajili ya jioni njema ambayo umeifanya. Asante kwa kutupa kunyenyekea mbele zako kwa kufunga. Baba, umetupa neema tuje mbele zako jioni leo, tupate kukuabudu, tupate kukutukuza. Tulete na haja za mioyo yetu Baba, tuko mbele zako. Tunatamani kujifunza kutoka kwako, tunatamani kusikia kutoka kwako. Roho Mtakatifu tufundisha, Roho Mtakatifu tusaidia, Roho Mtakatifu sema na kila moja. Macho yetu ya mioyo yapate kutiwa nuru, tujaze maarifa ya mapenzi yako katika hekima yote na ufahamu wa roho. Tusaidie Bwana wa mabwana, tuwezeshe Mungu aliye hai, hata na wale ambao wanafuatilia kwa njia ya mitandao. Damu ya Yesu ikafanye upatanisho juu ya kila nafsi. Damu ya Yesu ikatakase fikra, ndipo tunapoangusha kila ngome za giza katika fikra. Tunaamuru kila mawazo yapate kumtekeleza kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Tunanyamazisha kila sauti za kusema, tunaamuru tulivu juu ya kila nafsi. Roho Mtakatifu, Roho mtoa uzima, Mungu unayetupenda, Bwana unayetujali, tufundishe Bwana, tufundishe mfalme, tufundishe Mungu wetu. Wewe ndiye Mungu, wewe ndiye mfalme, wewe ndiye muweza, wewe ndiye nguvu yetu. Siku 40 za udhihirisho wa uweza wako, za maarifa ya kimbingu, za ufahamu wa rohoni, na neema ya ushindi. Baba, utukuze katika kusanyiko hili, utukuze Bwana wa mabwana, utukuze Mungu wa milele. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Wewe ni mtakatifu, wewe ni muweza, wewe ni nguvu yetu. Unajishughulisha sana na mambo yetu. Tunakushukuru mfalme, tunakutukuza Mungu wa miungu. Asante Bwana mtakatifu, asante Mungu mkuu, asante Bwana wa mabwana. Ni katika jina la Yesu tunatulia mbele zako, tupate kujifunza. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini, amen. Shangilia Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya, haleluya. Naomba uketi. Nashukuru sana praise team. Mungu awabariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nena wasalimu katika jina la Bwana. Karibuni watu wa Mungu katika mfululizo wa siku 40 za semina, maombi na kufunga. Na leo ni siku yetu ya kwanza ambapo tumeamua kunyenyekea mbele za Bwana kwa kuomba na kufunga. Natamani ufuatilie kile kitabu cha imani
Nimeandika habari ya kufunga. Napofunga kitu gani kinatokea? Na hata kile kitabu cha udhihirisho wa roho 7 za Mungu, unahitaji hekima ya Mungu unapoanza mwaka huu. Unahitaji Bwana kusaidia kwa hekima na maarifa yake mwenyewe. Pendwa mtu wa Mungu, usiogope, Bwana yu pamoja nasi. Sijui mwaka uliopita ulimaliza vipi, lakini najua ni mwaka mpya na wazo la Bwana ni jema juu ya maisha yako. Umefanya jambo la maana kujinyenyekesha mbele za Mungu, kupata kutafuta uso wa Bwana. Na tutaomba kwa ajili ya mahitaji yako, tutaomba kwa ajili ya mahitaji ya kanisa, tutaomba kwa ajili ya mahitaji ya kitaifa. Kwa ni wakati ambao tunapeleka haja zetu mbele za Mungu aliye hai. Tunatamani tupate muda mrefu wa maombi. Mpendwa mtu wa Mungu, tunaongozwa na kitabu cha Waefeso sura ya 3 ule mstari wa 20. Waefeso 3:20 anasema, basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kichwa cha somo katika semina hii ni vita vya kiroho katika kufikia mafanikio ya kiagano, kifedha na kiuchumi. Vita ya kiroho katika kufikia mafanikio ya kiagano, kifedha na kiuchumi. Na katika mstari tuliopewa, Biblia inaonyesha ya kwamba Bwana anaweza kufanya mambo makubwa kuliko tunavyoweza kuomba au kuliko tunavyoweza kuwaza. Na Biblia inasema kwamba anafanya hayo mambo kupitia nguvu iliyoko ndani yetu. Namna gani tunaweza kusababisha hiyo nguvu ikazalisha mambo makubwa kuliko tunavyoweza kuomba, kuliko tunavyoweza kufikiri, na kipekee katika eneo la kifedha na uchumi? Na ukisoma mstari wa 21 wa Efeso 3 anasema, naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote milele na milele. Anasema atukuzwe katikati ya watu wa Mungu. Anapoyatenda hayo mambo makubwa yanamtukuza. Haleluya. Wale ambao tulikuwa pamoja asubuhi, tulijifunza kwa nini somo hili ni muhimu. Tukasema tunahitaji mafanikio ya kiagano katika fedha na uchumi ili tuweze kutangaza injili ya ufalme wa Mungu, ili tuweze kufanikisha huduma ambayo Mungu ametupa. Kuna wengi ambao huduma zao zimekwama kwa sababu ya shida ya mambo ya fedha na uchumi. Wengine katika historia ya kanisa walipakwa mafuta ya ajabu sana, wakatumika kwa uweza wa ajabu sana, lakini kwa kuwa hawakujua maarifa ya kutunza mambo ya fedha na uchumi katika huduma ikafa. Kwa hiyo ili utumishi wako ufanikiwe, lazima unahitaji ujumbe huu. Tukasema ya kwamba fedha imetumika aidha kuimarisha au kuharibu mahusiano au ushirika wa watu na Mungu. Wakati mahusiano yanaimarika, kuna wakati fedha inatumika. Mtu anamshukuru Mungu na sadaka yake aliyoitolea jasho, anajenga ushirika na Mungu aliye hai. Mwingine anatumia fedha kuharibu uhusiano wake na Mungu. Nilisema asubuhi, inasikitisha ya kwamba katikati ya watu wenye majina ya Kristo, ya Kikristo, wanatumia fedha kutenda dhambi, na wanatenda dhambi kupata fedha. Wanatumia fedha kutenda dhambi na wanatenda dhambi kwa ajili ya fedha, ili wapate fedha.
Lakini tukasema pia, kwa nini hili somo ni muhimu? Mipango ulio nayo mwaka huu ya kiutumishi, ya kwako binafsi, ya eneo lako la kazi, inahitaji fedha ili kukamilika. Unawezaje kusababisha ufalme wa Mungu usimame upande wako ili kufanikisha ile mipango ulio nayo? Na jambo lingine nikasema, fedha na uchumi ni eneo maalum ambalo vita ya kiroho inapiganwa katika levo ya mtu binafsi au katika familia au katika levo ya kitaifa na mataifa. Vita ya kiroho inahusisha fedha na uchumi kama eneo muhimu. Na shida ni hii, Bwana alisema fedha na dhahabu ni mali yangu, alafu adui anataka kuharibu hicho. Na hata vita ya kibinadamu ambayo nilikuambia imezaliwa katika ulimwengu wa roho, lazima inahusisha uchumi. Nilikupa mfano wa kule Urusi na Ukraine. Utaona kuna sauti za fedha na uchumi, kwamba watu wanapigana kupitia silaha ya uchumi. Nikasema hata mataifa mengi ukiangalia Afrika, ambapo vita vya wenyewe kwa wenyewe haviishi, utagundua kwamba wana utajiri, labda wana mafuta, alafu vita zinapigana kama kule Libya na maeneo mengine. Hivyo ni muhimu kujifunza namna ya kupigana hii vita ili uweze kuyatekeleza mapenzi ya Mungu. Nilitoa angalizo kwamba somo hili sio mbadala wa jitihada za akili au kisayansi katika kufikia mafanikio yako ya kiuchumi. Na nikasema ya kwamba watu wasiomjua Mungu wanapuuza hatari ya mafanikio, na watu ambao wanamjua Mungu wanapuuza kusudi la mafanikio. Tukasema kuna mafundisho potofu mengi kuhusiana na injili ya mafanikio. Watu wanataka injili ya umaskini, ya huzuni. Nikakwambia huzuni yetu ni kwa ajili ya watu wanaopotea, ni kwa ajili ya watu waliofungwa, wala sio kwa ajili ya changamoto nyingi unazopitia. Na kama ni majaribu, Biblia inasema hesabuni kuwa ni furaha tupu napoingia katika majaribu. Mitume walifurahi walipohesabiwa kuaibishwa kwa ajili ya Kristo. Kwa leo kuna watu wanalia na mambo mengi ambayo kimsingi hayana taji katika ulimwengu wa roho. Kwa mfano, huwezi kupewa taji kwa sababu uliumwa sana. Uliteseka na ugonjwa, kwamba Bwana akupe taji, wakati kwa kupigwa kwake tumepona. Sasa sipuuzi mtu kuteseka kwa ugonjwa, ila haina taji mbinguni. Ila wakikutukana kwa ajili ya Kristo kuna taji mbinguni. Haleluya, haleluya. Wapendwa watu wa Mungu, nimekukumbusha kidogo tulipoanza asubuhi. Asa leo nataka tuendelee. Tunajifunza mambo au maeneo ambayo unapaswa kupigana vita ya kiroho ili kufikia mafanikio ya kifedha na kiuchumi, ukiwezeshwa na ufalme wa Mungu.
Wewe ni mtoto wa Mungu na Bwana anakuwezesha kwa sababu ni mtoto wa Mungu, kama alivyomsaidia Isaka kwa sababu ni mtoto wa Ibrahimu. Lakini kuna maarifa unahitaji, kuna maeneo ambayo lazima upigane vita, usimame upande wa Mungu, uwe mtiifu wa neno la Bwana ili uweze kufanikiwa. Adui anapambana na watu kwa namna mbili: kuwapatia utajiri kwa gharama ya kumkosa Yesu, au kuwafunga katika madeni. Badala ya kumtumikia Mungu, anatumikia madeni. Sasa wameingiaje huko? Hiyo tuache. Nilikwambia watu wanamtafuta Mungu ili kupata fedha, hawamtafuti Mungu wakati wa matumizi. Haijalishi hali ulio nayo, namjua Mungu ambaye anaweza kusaidia kutoka kwenye madeni usioweza kutoka. Inawezekana, anaweza kufanya mambo ya ajabu mno kuliko tuyaombayo au kuliko tuyawazayo. Ukikubaliana na neno la Mungu, Bwana anaanza majira mapya. Utatoka na baadaye utakuwa huru kwa jina la Yesu. Hiyo na uhakika nayo, hiyo na uhakika nayo. Kuna maeneo ambayo lazima upigane vita. Wazo la Mungu linaeleweka. Yeremia 29:11. Yeremia 29:11. Maana najua mawazo ninayowazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa nyinyi tumaini siku zenu za mwisho. Anajua mawazo anayokuwazia mtu wa Mungu, sio mawazo mabaya, ni mawazo yaliyo mema. Anapenda kukupa tumaini katika siku zako za mbeleni. Usijiwazie mabaya, aliyekuumba anakuwazia mema. Usijiwazie kushindwa, aliyekuumba anakuwazia ushinde. Usijiwazie aibu, aliyekuumba anakuwazia heshima. Anajua mawazo, wala uhitaji kumweleza, anayajua tayari. Ni mawazo yaliyo mema. Yanawezaje kudhihirika kwenye maisha yetu katika eneo hilo? Usipokuwa mtakatifu katika mambo ya fedha, huwezi kuwa mtakatifu katika mambo mengine kabisa. Usipokuwa mwaminifu katika fedha, huwezi kuwa mwaminifu katika mambo mengine. Ndio maana hata katika kazi za kawaida, mtu akikosa uaminifu kwenye fedha, wanaona huyu ameshindikana, afai tena, afai tena. Usipokuwa mwaminifu katika kutunza afya yako, ukapata ajali ya magonjwa, wala hakuna atakayeshughulika na wewe mpaka umeenda kwa daktari wakufanyie uchunguzi, na utalipa fedha ili wakuchunguze. Lakini ukipata ajali ya kifedha, watu watalipwa fedha wakuchunguze kabisa, watalipwa fedha waje wakuchunguze. Hawezi kumtumikia Mungu kama wewe sio mwaminifu kwenye mambo ya fedha. Kuna watu huduma zao zimekaa hapo muda mrefu, sio kwa sababu hawana upako, ni kwa sababu hawana uaminifu kwenye mambo ya fedha. Narudia tena, kuna watu ambao hawaendelei katika huduma, sio kwa sababu hawana upako, ni kwa sababu sio waaminifu kwenye mambo ya fedha. Sasa uaminifu ni kwa Mungu aliyekuita. Sasa tuanze kuangalia mbinu za vita katika eneo hili, battle strategies. Ya kwanza, andika hii, unaelewa? Tuanze na inayoeleweka. Neema ya utoaji. Unahitaji kushinda vita
katika eneo la utoaji ili ufalme wa Mungu kufanikishe. Andika hivyo hivyo. Neema ya utoaji. Warumi 12 mstari wa 8. Warumi 12 mstari wa 8. Biblia inasema wenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa furaha. Zingatia haya maneno, mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, alafu mwenye kurehemu kwa furaha. Mwenye kukirimu kwa moyo mweupe, mwenye kurehemu kwa furaha. Napenda version moja ya Kiingereza, Romans 12 chapter 8, tuweke studio. Anasema, if you have the grace gift of encouragement, then use it often to encourage others. If you have the grace gift of giving to meet the needs of others, then may you prosper in your generosity without any fanfare. If you have the gift of leadership, be passionate about your leadership. And if you have the gift of showing compassion, then flourish in your cheerful display of compassion. Nataka uangalia yale maneno, if you have the grace gift of giving to meet the needs of others, then may you prosper in your generosity without any fanfare. Nikitohoa anasema kama una karama au kipawa cha kugusa mahitaji ya watu, ufanikiwe katika kazi yako ya ukarimu wa kugusa mahitaji ya watu. Tumeumbwa katika Kristo tuguse mahitaji ya watu, kiroho, kiuchumi, kifedha, ukipenda, maeneo yote, holistic approach. Wengine wanasema a social gospel. Nilikwambia ukitaka kufanikishwa na ufalme wa Mungu, usiwe na mawazo ya kupewa vitu vya kukutosha. Uwe na mawazo ya kuzidishiwa kwa ajili ya watu wengine. Usipotoa huwezi kupokea. Kuna watu ni watumishi wazuri, ni waombaji sana, na wana maono ya hatari, lakini kwa sababu sio watoaji hawavuki kifedha na kiuchumi. Yaani ni watu wa rohoni mno, ikifika habari ya fedha unajiuliza Mungu wao yuko wapi? Mbona hawasaidii wakati wanaomba? Kila kitu kina nafasi yake. Unatoka kwa jina la Yesu. Haleluya. Baraka ya Mungu iko katika kutoa, sio kupokea. Wagalatia 6:7-8. Wagalatia 6:7-8. Naenda taratibu uelewe. Msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Bali yeye apandaye kwa Roho, katika Roho atavuna uzima wa milele.
Biblia inasema usidanganyike, utakachopanda utavuna. Unataka uvune wema kifedha, panda kwa watu wema kifedha, na usitegemee malipo kwa unaowasaidia. Tegemea malipo kutoka kwa Baba aliyekuita. Haleluya! Nafanya kwa unyenyekevu. Mungu hajamfanya mtu kuwa mhitaji ili akubariki, ila anataka umsaidie mhitaji ubarikiwe. Maana ukiwa na hayo mawazo unamfanya mwanadamu mwenzako, ndugu yako katika Kristo, kuwa instrument. Amekombolewa kwa damu ya Yesu kama wewe. Unawazaje sasa kwamba yeye amepewa na Mungu kuteseka ili wewe ukimsaidia ubarikiwe? Ila ujua ya kwamba ukikutana na haja zake Bwana atakusaidia. Na Bwana anataka akupe fedha na za kuwafikishia watu wengine. Sasa mtihani uko hapo, kwa kuwa watu wana mawazo ya ubinafsi. Wakipata fedha hawamuulizi Mungu kwamba hizi fedha ni za kwangu au ni za watu wengine. We pata picha, mtu ameomba masaa 5 alafu Mungu akapitiza muujiza kwako, alafu wewe ukabana eti unamshukuru Mungu amekutendea muujiza, alafu ndani kabisa unasikia hii hela peleka kwa fulani. Unafikiri Bwana ndiye amejibu mahitaji yako. Na inapotokea hivyo wakati una uhitaji, ndipo baraka inapokuwa kubwa, kwa kiwango ambacho unakuwa mwaminifu. Uwe na uhakika kuna baraka kubwa kuliko hicho unachofanya. Sasa lazima kumsikiliza Mungu. Roho wa Bwana akuelekeze. Utakapotenda kuna vita. Maana unapotaka kutenda, shetani anakuonyesha orodha ya mahitaji yako. Sasa lazima uwe na hekima kama ya Suleiman, ambaye ndani yake alitaka kulipiza kisasi, alitaka kufanikiwa, alikuwa na mambo mengi moyoni. Mungu aliyaona anayahitaji, akayaacha, akasema nipe hekima nijue namna ya kutenda mapenzi yako, namna ya kuingia na kutoka katika kusanyiko hili ambalo ni watu wako. Mungu akafurahishwa naye, akampa na yale asiyoyaomba. Kwa hiyo lazima uyashinde mahitaji yako, na hii inawezekana kama tumaini lako likiwa kwa Bwana, kwamba Bwana ndiyo mpaji wako. Nilikwambia asubuhi kwamba kazi yako sio kipato chako, hata huduma yako sio kipato chako. Kazi yako ni wajibu uliopewa na Mungu. Unapotekeleza, ndipo mpaji aliye kipato chako atakutana na mahitaji yako. Hafungwi na mipaka ya kazi yako kukusaidia. Ukiona kazi ni kipato, maana yake unamfunga Mungu kwenye mipaka ya kazi yako. Hakuna msaada nje ya hapo. Wakati tunasema awezaye kufanya mambo makubwa kuliko tuyaombayo au tuyawazayo, kama ni mambo makubwa kuliko tuyaombayo au tuyawazayo, maana yake yako nje ya mambo unayofanya kila siku. Sasa namna gani unaweza ukayasababisha? Hakikisha kwamba unafanya kitu kwa ajili ya watu wengine. Tafuta wahitaji, uwasaidie. Biblia imesema wazi katika Luka 36 hadi 38. Luka 36 hadi 38. Basi weni na huruma kama Baba yenu alivyo na huruma. Msihukumu nanyi mtahukumiwa, msilaumu nanyi mtalaumiwa. Achilieni nanyi mtaachiliwa. Wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu, kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa.
Luka 6:36 hadi 38. Haya ni maneno ya Yesu. Amesema tuwape watu vitu nasi tutapewa. Kwa hiyo wakati wote unapokuwa na mipango, uwe na mipango kwa ajili ya wahitaji. Unahitaji upenyo wa ada ya watoto wako, hakikisha unagusa watu waliokosa ada. Uwe na watu ambao unawasaidia. Na hakikisha kila mwaka niwe na watu ambao ninawasapoti kulipa ada. Nimefanya hivyo miaka mingi, na nimeona Bwana akinivusha kwenye mambo ya elimu kwa namna ya ajabu sana. Kwa hiyo naelewa ninachokisema, sio kwamba nafikiri ndivyo kilivyo. Na wengi wamekosa hii neema kwa sababu tu ya kutokufanya hicho kitu kidogo tu. Weka imani kwa Yesu unapotoa, usiweke imani kwa unachotoa. Maana ukiweka imani kwa unachotoa utaangalia change, alafu itakusumbua hata usipotoa. Kwa mfano kama zaka, hata usipotoa zaka, hizo zinazobaki zote na zaka hazikutoshi. Ukiumwa kidogo tu zinaisha zote. Sasa wewe unapata mshahara, una madeni, alafu zaka utoi, na kama mshahara unaishia kwenye madeni unaishije? Maana yake iko neema ya Mungu inayokutunza. Sasa kwa nini usitoe zaka? Kwa sababu hata usipotoa bado haitoshi. Si bora utoe umtazamie Bwana? Sikiliza mpendwa, Biblia inasema Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee. Bwana alipotaka kuvuna kanisa, alipotaka kupata kanisa, alimpanda Yesu kama mbegu ya wokovu. Alitoa akitarajia kanisa, alitarajia watu wa kila lugha na mataifa. Hakumtoa Yesu bila kutarajia kupokea. Achana na haya mafundisho kwamba toa usitarajie kupokea. Haipo kwenye Biblia. Anasema wapeni watu vitu nanyi mtapewa. Ndio maneno ya Yesu. Tuamini neno kama lilivyo. Mungu alipotaka kukupata wewe alitoa ili akupate. Na Biblia inasema imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Waebrania 11 mstari wa kwanza. Kama imani ni uhakika wa mambo yatarajiwayo, huwezi ukatoa bila kuwa na taraja. Yaani utarajii chochote kutoka kwa Mungu, alafu unatoa sadaka, hujatoa kwa imani. Maana Mungu anasema katika Waebrania 11 mstari wa 6, pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Utakuwa hujatoa kwa imani, na ukitoa kwa imani ameweka masharti mawili. Amwendeaye Mungu lazima aamini kwamba Mungu yupo na anatoa ujira kwa wanaomtafuta. Shauku yetu katika kutoa ni kukutana na Yesu. Sio kwamba unachotoa kinanunua neema, ila ni utaratibu wa ufalme wa Mungu, kwamba ukiwapa watu vitu na wewe utapewa, ukiwahurumia watu na wewe utahurumiwa. Chochote unachofanya kitakurudia. Kwa ufanya maamuzi ya kufanya mema ili mema ya kujirie. Kujiriwa na mema ni maamuzi yako. Ukifanya mema utapata mema. Haleluya. Labda nimeanza kuharibu mipango yako, kwamba sasa uwaze kwa ajili unapojitoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu, Mungu atakutunza. Mathayo 19:27 hadi 29. Mathayo 19:27 hadi 29. Ndipo Petro akajibu akamwambia, tazama, sisi tumeacha vyote tukafuata. Tutapata nini basi? Yesu akamwambia, amini nawaambia ya kwamba nyinyi mnaonifuata mimi
katika ulimwengu mpya atakapoketi mwana wa Adamu katika kiti cha utukufu wake, ninyi nanyi mtaketi katika viti 12 mkiwahukumu kabila 12 za Israeli. Na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kurithi ufalme wa Mungu. Anasema ukitoa chochote kwa ajili ya ufalme wa Mungu utapokea mara 100. Kwa hiyo jaribu kuunganisha kitu chochote na Injili. Kama unafanya biashara, weka mfumo wa kuhakikisha kwamba kadiri unavyopata faida, kuna namna unafanya kazi ya Injili kupitia hiyo biashara. Sio lazima uwe mhubiri au mchungaji kama mimi, lakini unaweza ukasapoti huduma ambazo Mungu ameweka moyoni mwako zilizokubariki ili kazi ya Injili isonge mbele. Na ukifanya namna hiyo, umemwondoa shetani katika mafanikio yako kukuzuia. Maana ufalme wa Mungu utahakikisha unafanikiwa ili Injili isonge mbele. Hata kama wewe ungekuwa Mungu, usingeacha kumfanikisha mtu ambaye ana mpango wa kuona ufalme wa Mungu unaendelea kwa kadiri anavyofanikiwa. Wewe ungekuwa Mungu, usingemfanikisha mtu ambaye ana mipango inayokufurahisha. Hallelujah. Najua hata ukiandika mradi ukataka ufadhili, watu hawakupi ufadhili kwa sababu umeandika vizuri sana. Wanakupa ufadhili kwa sababu umegusa nia zao, matakwa yao katika kusaidia. Kwa hiyo wakiona una wazo linaloendana na wanachotaka, watatoa fedha. Lakini unaweza ukaandika kitu kizuri, wakasema hichi ni kizuri sana, lakini hakiko kwenye mpango mkakati wetu, tafuta kampuni nyingine au wafadhili wengine kabisa. Watakwambia hii ni nzuri sana, lakini haipo kwenye maeneo tunayotaka kusaidia. Hasa kwenye ufalme wa Mungu, ukatafuta kitu cha kugusa ufalme wa Mungu, maana yake umegusa eneo ambalo mbingu zina interest nalo. Watakusaidia tu malaika kwa sababu umegusa Injili. Hata tukisema hapa tuna mkutano, tuna vitu mbalimbali, tunahitaji kulipa gharama, watu wengine wanapotezea. Kumbe wanapotezea msaada katika mahitaji yao. Hautapotezea tena kwa jina la Yesu. Amesema Yesu, utapokea mara 100 na kurithi uzima wa milele. Bwana Mungu anataka kuwafanikisha watoto wake kiuchumi ili waweze kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha yao, waguse maisha ya watu wengine. Mungu anataka uwe baraka kwa watu wengine. Kwa kadiri unavyokuwa baraka, ndivyo ambavyo unafanikiwa. Pata picha, mtu anamuomba Mungu ampe ada kwa ajili ya mtoto asiye ndugu yake, eti anafunga kwa ajili ya ada ya mtoto asiyemjua. Mungu nipe hela, itakuwaje sasa huyu mtoto anaenda shuleni, itakuwaje? Analia mbele za Bwana. Hata ruhusiwa kulia kwa ajili ya watoto wake kwa habari ya ada. Nakwambia ukweli, akilia namna hiyo kwa ajili ya watu wengine, ni marufuku kulia kwa ajili ya watoto wake, akiwaza tu Mungu anampa ada. Ufalme wa Mungu unafanya kazi namna hiyo. Jaribu uone. Huwa napenda kufundisha kitu kinachoweza kupimika na kuthibitishwa. Kwa hiyo tenda uone kama haitakuwa kama nilivyofundisha. Sasa utajuaje kwamba ni sauti ya Mungu, sio ya mchungaji? Put it in practice, alafu uone kama utaona neema ya Mungu kwenye maisha yako.
Sasa usipotendea kazi huwezi kujua. Salama yetu, haleluya, roho siri ya bakosi. Hili limenigusa. Ile limenigusa. Usalama wa biashara yako sio benki. Security katika ulimwengu tulio nao, wanataka security. Hata ukienda benki wanataka collateral. Wewe ni mtoto wa Mungu. Security yako sio benki, sio bima, ni kutoa. Okay, nilileta kwa namna hii. Ukitaka security kwa watoto wako, unajua unaweza ukafa muda wowote. Leo kawepo, kesho haupo. Una uhakika gani watoto wako wataendelea vizuri? Ukitaka uhakika kwamba watakuwa salama, sio kuhangaika nao watoto wako peke yake, hangaika na watoto wa watu wengine. Uwe na uhakika watoto wako watatunzwa, wanamjua Yesu, hawamjui, watatunzwa. Upo haupo, Bwana atawaangalia, atawaangalia. Kwa ukitaka kuwawekea security, tafuta vijana wengine wasaidie, ambao hawatakushukuru tena, watakupiga vita kwa kuwasaidia. Ukikutana na namna hiyo, hebu shangilia hasa. Yaani wanasema kwamba umefanyaje? Wale wa karata wanasema umelamba dume. Au umekutana na mgodi. Yaani kabisa ukikutana na yule unamsaidia, wala kushukuru tena, anasimama na kusimanga. Ndugu, huo ni mgodi. Kuna hazina za kimbingu zinafunguliwa kwenye maisha yako. Maana wanaokushukuru yawezekana wanakupunguzia ujira. Wewe unataka Mungu ashukuriwe ili yeye akushukuru. Kwa sababu wakimshukuru Mungu, Mungu atakushukuru wewe. Sasa wakikushukuru wewe, Mungu akushukuru ya nini tena? Si umeshapewa shukrani? Haleluya. Hii ni ukweli muhimu sana. Kwa lazima upigane vita kwenye eneo la utoaji. Je, una mipango ya kugusa watu wengine? Ushinde hapo kwa jina la Yesu. Muamini Mungu hata kuacha. Jitoe kwenye chochote, itakuja hivyo hivyo kama unavyojitoa. Saidia watu wengine kusimama, utaweza kuanguka. Swali ambalo napaswa tujiulize kabla ya kwenda kwenye pointi nyingine. Unafikiri wewe ni mtoaji kama Biblia inavyoagiza? Umegusa mahitaji ya watu wangapi wiki hii? Na kumetokea nini katika ulichokifanya? Twende kwenye practical. Wiki hii iliyopita umegusa mahitaji ya watu wangapi? Sasa ukiona kwamba haujagusa hitaji la mtu yeyote mbali na familia yako, kuna matatizo mahali. Kuna baraka za kusaidiwa zimedumaa. Yaani kuna vitu ambavyo mbingu zilitakiwa kuachilia, lakini vimezibwa kwa sababu hujafanya kitu kwa ajili ya watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anakubariki ili uwe baraka kwa wengine. Anachotaka, kwa nini anakupa na kukuzidishia? Ili uwe baraka kwa wengine, yeye atukuzwe. Kwa hiyo usipokuwa na hiyo mentality. Nilikuwa nasikiliza siri za Wayahudi kwamba kwa nini wanafanikiwa. Moja ya mambo waliokuwa wanasema katika biashara zao, wanatenga, sasa wao wanatenga kiasi fulani kwa ajili ya kusaidia wahitaji. Na wanasema hiyo inawasaidia kufikiri zaidi.
Kwa hiyo wakati wote toka wakiwa wadogo wanalazimishwa kufikiri kwa ajili ya watu wengine. Mpaka umefikiri kwa ajili ya watu wengine, hauwezi kutoka kihuduma, hauwezi kuwa na mafanikio ya kimungu. Maana hata huduma ni kwa ajili ya watu wengine. Unataka upako wa uponyaji, lazima uwe na mzigo ndani wa kuona wengine wanapona, kwamba mtu anayeumwa maumivu yanaondoka kwa gharama yoyote, hata kama inahitaji wewe kufunga. Sasa unakuaje na huduma kama ufikiri watu wengine? Lakini ukiwaza watu wengine, unaweza ukaja kanisani hapa ukakesha usiku mwenyewe, sio kwa ajili yako, kwa ajili ya watu wengine watakao kuja kusali. Haleluya. Jambo la pili, tutaingia kwenye maombi. Saa 2 kamili tutakuwa tumemaliza kipindi chetu, usiogope. Mbinu ya pili, the Lord will provide. Bwana ndiye mpaji wako, atajipatia. Mwanzo 22:14. Mwanzo 22:14. Ibrahimu akapaita mahali pale Yehova Yire, kama watu wasemavyo hata leo, katika mlima wa Bwana itapatikana. Wakati Isaka anamuuliza kwamba itakuwaje, Mwanzo 22:14 anasema, mbona tuna kuni, tuna moto, hatuna kondoo? Akamwambia Bwana atajipatia. Haleluya. Na kweli akaletwa kondoo aliyechinjwa badala ya Isaka, lakini Yesu alitolewa akachinjwa. Yeye baba alipendezwa na Ibrahimu kumtoa mwana wake na akambariki kwa hicho alichokifanya, lakini hakuruhusu Ibrahimu amchinje mwanawe, akampa kondoo. Ila ilipofika zamu ya Baba wa mbinguni, tofauti na baba Ibrahimu, yeye hakutafuta mbadala, aliacha mpaka mtoto wake akaangamia, giza likafunika dunia. Kwa Bwana ndiye mpaji wako, atakupatia. Amini kwamba Bwana atakupatia, atajipatia mwana kondoo kwa ajili yako. Katika maisha yako lazima upambane kwenye fikra, ushinde kwamba Mungu anashughulika na mahitaji yako. Ikiwa umekaa vizuri na Mungu, unafanya ya kupasayo, usihangaike kwa ajili ya mahitaji yako. Nimekuambia, nimekufundisha, narudia tena, haujaumbwa ufikirie matatizo yako. Umeumbwa umfikirie Yesu, ulifikirie neno la Bwana, utafakari uzuri wa Mungu. Haujaumbwa utumie nguvu nyingi kutafakari shida ulizo nazo. Sasa kwa sababu unazitafakari, unaangamia nazo. Hebu mtazame Yesu. Alisema nitainua macho yangu nitazame milima, akawa na maswali yasiyo na majibu. Akawa anasema msaada wangu utatoka wapi? Alipoamua kumtazama Bwana, msaada wake akapata ufunuo katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Akagundua kwamba msaada wake ni katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Kama ameumba mbingu na nchi, ni jambo gani asiyeweza kukusaidia? Kwa hiyo utalala usingizi sio kwa sababu una namna ya kutoka. Unamjua Jehova. Unamjua Jehova anayeweza kukusaidia. Unamjua Jehova anayeshughulika na mambo yako. Ngoja nikwambie. Sasa hivi kesho watoto wanaenda shuleni. Hawajawahi kukosa usingizi kwa sababu ya ada. Na hata wengine labda hujawaambia, hawajui kama umelipa au hujalipa. Mama kesho shule, na yeye anajiandaa. Anambia mama, unajua kesho shule. Hana stress kwa sababu anajua baba mama analipa.
na usimpelekee mtoto stress zako, kwamba una ada, hilo ni la kwako, sio la mtoto. Yeye anachojua utoe ada aende shule, akutane na rafiki zake, ana hamu nao. Sasa utamuharibu ukihamisha stress zako kwa mtoto. Okay, kama iko hivyo kwa mtoto wako na Mungu ni baba yako, sasa kwa nini unahangaika na mambo ambayo yanamhusu baba yako? Uwe na imani kama ya mtoto mchanga, mtoto mdogo. Asikwambii uwe mzembe, lakini nataka uwe na utulivu ndani. Unasema yani na shida mpaka naona bora nife. Hiyo ni roho ya mauti, unahitaji kuivunja. Kwani nani amekwambia watu wanaishi kwa sababu hawana matatizo? Kuna watu hawana matatizo, wanapata ajali, wanakufa. Sasa wewe kwa nini ufe kwa sababu una matatizo? Hautakufa bali utaishi. Utayasimulia matendo ya Bwana. Jambo la mwisho tuombe. Tumepewa nguvu ya kufanikiwa. Provision and power. Kumbukumbu la Torati 8:18. Waebrania 8 mstari wa 6. Kumbukumbu la Torati 8:18. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili afanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Hii ni ahadi ya agano la kale, kwamba utamkumbuka Mungu, maana ndiye anayetoa nguvu za kupata mafanikio. Sikiliza mpendwa, sio wengi wanamkumbuka Mungu kwamba ndiye atoaye nguvu za kupata mafanikio. Na hauwezi ukamkumbuka Mungu kwenye fikra peke yake. Mungu ni roho, lazima umkumbuke katika roho. Ukisoma mistari iliyotangulia nazungumza habari ya ibada, kwamba unamkumbuka Mungu ni pale utakapomwabudu. Hamna ibada, hamna kumbukumbu. Huwezi kumkumbuka kwa akili peke yake, unamkumbuka kwa ibada. Anasema utamkumbuka kwa maana ndiye anayekupa nguvu ya kupata mafanikio. Kuna nguvu ya mafanikio. Yeye awezaye kutenda mambo ya ajabu mno kuliko tuyaombayo au tuyawazayo, akupae nguvu ya kupata mafanikio. Ukitaka aachilie hiyo nguvu, jambo moja tu, mkumbuke. Muabudu. Fanya ibada kwa ajili ya shida ulionayo. Yaani ukipita kwenye shida nzito, nenda mbele za Bwana, fanya ibada. Muabudu Mungu kwamba ni mwema. Muabudu Mungu kwamba ni mwaminifu, hata kama ujui unatokaje. Alafu utashangaa mawazo yatakayokuja ya kukutoa. Unahitaji wazo la Mungu moja tu kutoka katika shida ulionayo. Nilikwambia asubuhi Petro alikuwa na shida, wanalipa wapi kodi? Yesu akampa wazo moja tu, nenda kavue samaki, samaki wa kwanza kuna shekeli. Kwa hiyo unahitaji tu hilo wazo la kimungu ili uweze kutoka. Ukimkumbuka Bwana atakusaidia. Weka tegemeo kwa Mungu, usiweke tegemeo kwa watu. Kuna watu wanakuwa wasumbufu kwa sababu hawataki kumtii Mungu. Unaweza ukaweka tegemeo kwamba rafiki yako atakusaidia, kumbe amepakwa mafuta kusaidia watu wengine kwa wakati huo. Alafu unamuomba, unasema hata amefanya makusudi kuto kukusaidia. Unamlaumu na kumchukia kwamba angeliweza kunisaidia lakini hajakusaidia. Usinungunike mpendwa, hiyo ni kukosa nidhamu ya kiroho kabisa. Unamkosea Mungu sana, kwa sababu msaada wako ni katika Bwana, sio kwa watu. Sasa kwa nini unanungunika kwa ajili ya watu kana kwamba wao ndio kinga yako?
Sasa kama hawajaguswa, usiwakorofishe na Mungu wao. Yawezekana kabisa wanacha kukusaidia, lakini wanalo agizo kufanya jambo lingine. Sasa usiwakorofishe na Mungu wao. Haleluya. Lazima usikilize ndani. Itakusaidia sana mpendwa. Itakusaidia sana kutunza ushuhuda. Haleluya. Otherwise utawavuruga wapendwa wenzako bila sababu za msingi. Kabisa, kabisa. Na hii imekuwa tatizo wa mchungaji. Badala kumtafuta Mungu unahangaika na watu. Sikiliza mpendwa. Ukimtafuta Mungu, watu watakutafuta wakusaidie. Usiwatafute watu, mtafute Mungu. Acha Mungu awaguse wakukumbuke. Sio wewe kuwakumbusha kwamba upo. Inapendeza wakiguswa na Mungu mwenyewe. Kabisa. Yeye ndio akupae nguvu ya kufanikiwa. Kwa mtazame Yesu, usitazame watu. Wasipokusaidia wabariki. Mungu aendelee kuwatumia kusaidia wengine. Kabisa unawaombea kutoka moyoni. Maana unajua Jehova atakusaidia. Dunia na wote wakao ndani yake ni mali ya Bwana. Mungu anaweza akainua mtu hata Marekani. Hakujui, humjui. Akasema Mungu anaweza akamuonyesha maono kwamba wewe kuna hizi dola kadhaa, namba za akaunti ni hizi, jina la akaunti ni hili, ukiamka asubuhi nenda ka deposit. Sasa namba ya simu sio kazi yako. Aka deposit hela zikaja, umjui akujui. Nao unaweza ukaagizwa kufanya hivyo hivyo hata kwa mtu usiyomjua. Kwa hana vizuizi vya kukuwezesha. Ukimtazama utakuwa na amani. Utashinda vita, utaattract uweza wa Mungu. Sikiliza, hata kusaidia kama una mawazo ya kwamba hata kusaidia. Yani natamani watumishi wa Mungu, jenga kwenye akili yako kwamba Mungu atanisaidia tu. Yani wakati wowote wewe unajua tu Mungu atakusaidia. Kwa hiyo unatazamia msaada wa Mungu kwenye jambo lolote. Hauna washaka, unawaza tu kwamba Mungu atanisaidia. Itakuwaje sijui. Ila wakati ambao sijui kabisa itakuwaje, ndio wakati najua muujiza unatokea. Hata mtu akiniuliza anamwambia kuna muujiza unaenda kutokea. Alafu anashangaa unapotokea. Anasema mchungaji ulijuaje? Hata mke wangu anajua kabisa. Wala pia bana, wewe usio na wasiwasi. Acha kelele, Mungu anafanya. Kwani si amekuwa akifanya? Anajua kabisa. Muulize. Haleluya. Sisi tuna agano lililo bora, tuna ahadi zilizo bora. Waebrania 8 mstari wa 6. Lakini sasa ametupa huduma iliyo bora zaidi. Kwa kadiri hiyo ni mjumbe wa agano lililo bora, lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Namna ya Mungu kuthibitisha agano ni kutufanikisha, kutupa nguvu ya mafanikio. Yeye ndio chanzo cha mapato yetu na msaada wetu. Wajibu wetu ni kutenda alichotuambia. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa neno lako la uzima ambalo umetufundisha. Tusaidie Bwana kulishika, tuenende katika hilo. Hata Bwana umetukuzwa, hata Bwana umeinuliwa. Tukuzwe Mungu wa miungu. Sikia maombi yetu mfalme, kwa jina la Yesu tumeomba, amen. Leo tumejifunza maeneo matatu ambayo unapaswa kupigana vita ya kiroho.
Eneo la kwanza ni utoaji. Eneo la pili ni ufahamu wa kwamba Bwana atakupa. Eneo la tatu ni ufahamu wa rohoni kwamba Bwana anakupa nguvu ya kupata utajiri, mafanikio. Ukikosa huo ufahamu, hautaona msaada wa Mungu, na hata ukipata ni kwa ufahamu wa watu wengine walioomba kwa ajili yako, lakini sio wewe umesababisha. Natamani tuombe. Weka vitu vyako vizuri. Leo ni siku ya kwanza, tutajiweka wakfu mbele za Mungu kwa ajili ya siku hizi 40. Taomba Mungu akupe ufunuo, lakini ndani nilikuwa nasikia tushughulike na madeni. Ushughulike na madeni kwa sura yoyote atakayokuwa nayo. Bwana akupe wazo lake na namna ya kutoka. Nafikiri tuwe sadaka alafu tuingie kwenye maombi. Wakati praise wanaimba karibu kwa ajili ya sadaka, mshukuru Mungu kwa ajili ya ufunuo huu, alafu tutaingia kwenye maombi. Ndiyo dhamana na Yesu wangu, unipa furaha za mbingu, mrithi wa wokovu wake, nimesawa kwa Roho wake. Ndiyo dhamana na Yesu wangu, unipa furaha za mbingu, mrithi wa wokovu wake, nimezawa kwa Roho wake. Ndiyo dhamana Yesu wangu, ndiyo dhamana na Yesu wangu, unipa furaha za mbingu, mrithi wa wokovu wake, nimezawa kwa Roho. Imba tena, ndiyo dhamana Yesu, ndiyo dhamana na Yesu wangu, unipa furaha za mbingu, mrithi wa wokovu wake, nimezawa kwa Roho. Habari njema, habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema, habari njema, raha yangu, oh Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema, raha yangu, Yesu ndiye Mwokozi wangu. Na sina kinyume na shukuru, mchana kutwa huja kwangu, usiku kucha kuna nuru. Mwokozi wangu ndimi huru. Sina kinyume na shukuru, mchana kutwa huja kwangu, usiku kucha kuna nuru. Usiku
kwenye maisha yako kuna nuru. Mwokozi wangu, Mwokozi wangu ni mihu. Habari njema, habari njema, raha yangu. Yesu ndiye Mwokozi. Habari njema, habari njema, raha yangu. Oh, Yesu ndiye Mwokozi. Oh, habari njema, habari njema, raha yangu. Yesu ndiye Mwokozi, Mwokozi wangu. Habari njema, raha yangu. Yesu ndiye. Imba tena, habari njema, raha yangu. Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema, raha yangu. Yesu ndiye Mwokozi. Imba tena, habari njema, raha yangu. Yesu ndiye Mwokozi wangu. Habari njema, raha yangu. Yesu ndiye Mwokozi wangu. Nyosha mikono yako tuombe. Sema, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ufunuo ambao umenipa siku ya leo. Ninaomba msamaha juu ya fikra zangu, pale ambapo sikuamini neno lako kwamba nikiwapa watu vitu nami nitapewa. Nimekuwa na mahangaiko kwa sababu sikulijua hili. Sikukukumbuka Bwana unipae nguvu ya kupata mafanikio. Naomba msamaha pale ambapo sikujua ya kwamba wewe ni mpaji wangu, unajishughulisha na mambo yangu. Takasa fikra zangu, takasa fikra zangu kwa damu ya Yesu. Napokea fikra za neno lako Bwana, unisaidia katika kutenda kwangu, niuone mkono wako. Ninaomba rehema, ninaomba msamaha juu ya chanzo na sababu ya madeni nisiyoweza kulipa. Najua ya kwamba unaweza kufanya mambo makubwa kuliko niwezavyo kuwaza au kuomba. Kwa nguvu iliyoko ndani yangu, naomba unisaidia, naomba unisaidia. Ilo roho ya madeni ninaivunja kwa jina la Yesu, ninaifuta. Haitafanikiwa katika maisha yangu. Nitakopesha wala sitakopa, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Napokea maarifa yanayonisaidia kuwa na mafanikio ya kiagano, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Peleka na mipango yako mbele za Bwana. Ruhusu Mungu akusaidia, ruhusu ufalme wa Mungu uingilie kati. Baba, tunakushukuru, Baba, tunakuinua, Baba, tunakuimini. Peke yako ndiye Mungu, peke yako ndiye mfalme, peke yako ndiye mfalme. Umetukusudia aliyo mema, umetuita tutende mapenzi yako, umetuita tuwe baraka kwa watu wengine. Tumejua siku ya leo kwamba moja ya kusudi katika maisha yetu ni kutufanya
kuwa baraka, ni kutufanya kuwa baraka. Tunaomba siku ya leo ukawainue watu watakaokuwa baraka kwa watu wengine, watakaokuwa baraka kwa mataifa, watakaokuwa baraka kwa jamii za watu, kwa namna ulivyowaita. Ukawainue sasa, ukawapake mafuta, ukawapake mafuta, ukawapake mafuta, na nguvu za giza ziachilie fikra zao, na nguvu za giza ziachilie sasa kwa jina la Yesu. Mawazo ya kushindwa, mawazo ya kushindwa yanaharibika, 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 yanaharibika kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tutakuwa baraka kwa mataifa, tutakuwa baraka kwa watu wengine. Baba, umetubarika ili tuwe baraka. Baba, umetubarika ili tuwe baraka. 2023 wako watu watakao kutukuza, kwa maana umetutumia kama vyomba vya kukutana na mahitaji yao. Baba, tunakushukuru. Baba, tunakutukuza. Baba, tunakuinua. Baba, tunakuhimidi. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa uaminifu wako. Tunaendelea kupeleka damu kwenye fikra zetu, tunaendelea kupeleka damu kwenye macho yetu ya ndani. Macho yetu ya ndani yatiwe nuru, macho yetu ya ndani, macho ya mioyo yatiwe nuru, yatiwe nuru, yatiwe nuru. Tusione ahadi ambazo Bwana umetukeremea, tusione ahadi ambazo Bwana umetukeremea, mambo yaliyo mema mwaka wa 2023. Sikia maombi yetu, sikia maombi yetu. Tunaomba kwa ajili ya usharika wa Mbezi Beach na Diocese ya Mashariki na Pwani. Umekusudia mema, acha yadhihirike, acha yaumbike katika ulimwengu wa roho. Ukainue watumishi watakaokuwa baraka katika Tanzania, katika maeneo yote. Tunaomba kwa ajili ya Kinondoni, iwe sehemu ya amani, iwe sehemu ya amani, iwe ni sehemu ya nuru katika maeneo mengine ya Dar es Salaam na Dar es Salaam usema. Kwa jina la Yesu tunaweka na viongozi hapa Mungu umeweka wakatende kwa ajili yako. Tunapeleka damu ya Yesu kwenye malango ya uchumi wa Tanzania, uchumi wa Tanzania. Tunapeleka damu ya Yesu ipite na kunena mema na kunena amani katika siasa za Tanzania. Tunapeleka hiyo damu, tunapeleka hiyo damu, tunapeleka hiyo damu, tunapeleka hiyo damu kwenye mipango binafsi tulio nayo. Tunapeleka damu, tunapeleka damu ikatuonyesha yatupasayo kuona, ika-arrange tena, rearrangement ya hiyo mipango iwe sawa sawa na mapenzi yako. Mipango ya huduma, mipango ya huduma, yes Lord, mipango ya huduma kwa mwaka huu tunaleta mbele zako. Ratiba za utumishi tulizo nazo kwa mwaka huu tunaleta mbele zako, tunaleta mbele zako, tunaleta mbele zako, tunaleta mbele zako. Mipango ya kifamilia tunaleta mbele zako, tunaleta mbele zako. Wewe ni Bwana, wewe ni mfalme, wewe ni muweza. Asante Jehova, asante Jehova, asante Jehova, asante Jehova, asante Jehova. Kuna vitu vinafanyika, kuna vitu vinafanyika. Endelea kusukuma maombi, endelea kusukuma maombi, endelea kusukuma maombi. Kuna giza linaondoka, kuna giza linaondoka, kuna giza linaondoka. Usinyamaze, usinyamaze. Iko neema kwa kujinyenyekesha, usinyamaze. Kuna vitu vinafanyika, kuna vitu vinafanyika. Usinyamaze juu ya maono yako, usinyamaze juu ya familia yako, usinyamaze juu ya watoto wako, usinyamaze. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Karibosa konterea karibandera bakorisika asokoria bakorasaka. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, endelea kuomba, endelea kuomba.
tunapeleka damu ya Yesu juu ya fikra zetu. Tunakataa kila roho iliyoachiliwa ndani yetu, roho ya ubinafsi, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu. Hiyo roho ya ubinafsi tunaikataa kwa jina la Yesu. Tunajivua hilo vazi la ubinafsi kwa jina la Yesu. Achia, achia, achia fikra zetu kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Tunaiachilia damu ya Yesu kwenye mioyo yetu. Damu ya Yesu ikanyanyue mioyo ya kujitoa kwa ajili ya wengine, ya kujitoa kwa ajili ya wengine, ya kusaidia wengine kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hiyo mipaka waliotuwekea ulimwengu wa roho ya kutokuvuka, ya kutokusawi, ya kutokutuwekeza kwenye ufalme wa Mungu, tunakataa hiyo roho kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu, 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 toka kwa jina la Yesu. Tunapeleka damu ya Yesu, tunapeleka damu ya Yesu kwenye mipango yetu ya 2023. Tunapeleka damu ya Yesu, tunaileta madhabahuni kwako. Bwana ukatufanikishe, Bwana ukatubariki, Bwana ukatufanikishe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu achilia ndani yetu, achilia ndani yangu mzigo wa kujitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, mzigo wa kujitoa kwa ajili ya kuwasaidia wahitaji kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tunakataa roho ya mapaza, achia, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu. Vikwazo vyovyote achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu. Tunakomboa, tunakomboa malango yetu ya uchumi, tunayakomboa kwa jina la Yesu. Tunakomboa, tunakomboa, tunakomboa malango yetu ya fedha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Zitumike kwa ajili ya ufalme wako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Pokea neema ya kuweza kusimamisha ufalme wa Mungu kwenye fedha zako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Endelea kuomba, usinyamaza. Gangana mbele za Bwana, gangana mbele za Bwana, gangana mbele za Bwana. Kuna vitu vinaumbika, kuna vitu vinafanyika. Ndio Bwana, endelea kuomba, usinyamaze, endelea kuombea Bwana. Endelea tu kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa 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 jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana Yesu, tunakuja mbele zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa ajili ya wale wahitaji Bwana, ili Mungu tupate kugusa maisha yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa ajili ya mwaka huu Bwana, tusaidie kugusa maisha ya watu wengine. Kwa ajili ya mwaka huu Bwana, tusaidie kugusa maisha ya watu wengine. Riabasaka rababashata, riabasaka rababashanda, kandeberia rababashaya, riakoria rababashata, kandebelia kosika rababashaya. Yesu, Yesu, Yesu tusaidie, Yesu tusaidie, tusaidie. Paulo anasema ile kazi ya nchi tunafanya, lakini lile agizo la Bwana Yesu ya kwamba tukumbuke maskini, tukumbuke wale walio wahitaji. Yesu tusaidie, Yesu tusaidie. Ni kweli Bwana, tuliwaza kwa ajili yetu wenyewe, lakini leo tunakuja mbele zako. Rabasaka rabashanda, riakoria rababashata, riakoria rababashata, kandaria basaka rababashaya, riakara rabashanda rabaseke. Bwana, tunajua kabisa tumebeba biashara za watu wengine, tumebeba mitaji ya watu wengine. Rabakata paye kasaya, riakoria rababashaya, riakoria nabasekeria bashaya, riakata basekeria rabashaya. Tumebeba huduma za watu wengine. Rabashaka riakoria rababashata. Endelea kuomba, tuendelea kumwambia Bwana, usinyamaze, endelea kumwambia Bwana. Yesu, 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 Yesu,
Yesu, Yesu, wewe tupae nguvu za kupata utajiri, wewe tupae nguvu za kupata utajiri. Lakosikeria bashaya lakendi minasaya kandaria rabasaya liekendebelia saya. Bwana tufanye akina Isaka kandebelia saya, ambao natubarikia na tunaongezeka Bwana, na tunakuwa watu wakuu sana Yesu, watu wakuu sana jioni ya leo, watu wakuu sana. La kesekeribasa kandabelesi karabashaya. Kuna upako hapa, kuna upako hapa. Endelea kuomba, endelea kuomba. Sekeriba seke riakosi kariabashaya kandeberia rabasaya. Watu wakuu sana Yesu, watu wakuu sana Yesu, watu wakuu sana Yesu. Libesa karabayana kandebelia kasaya la kendebelia rabasaya likeria rabashaya. Yesu situache, Yesu situpungukie, Yesu situache. Endelea tu kumlilia Bwana, endelea kumlilia Bwana, endelea kumng'ang'ania Bwana. Yeye anatusaidia, yeye anatusaidia jioni ya leo. Ila mipango haitaishia njiani. Yesu anatusaidia, yeye ndiye anatusaidia. Kwa ajili ya mipango yako yuko mwana kondoo, kwa ajili ya mipango yako yuko mwana kondoo, yuko mwana kondoo. Sakarabashaya riaka sakarabashata kandeberia rabasaya. Jioni ya leo umefika kwenye mlima wa Bwana, jioni ya leo umefika kwenye mlima wa Bwana. Jehova Jireh, Jehova Jireh, Jehova Jireh, Jehova Jireh. Oh God, oh God. Jehova Jireh, Jehova Jireh, Jehova Jireh, Jehova Jireh, Jehova Jireh. Bwana mpaji wangu, Jehova Jireh, Jehova Jireh, Jehova Jireh. Oh Jesus. Lobo sekeria boriasa, rebo sekeria dariasa, kanteria korianderianda, kori baba 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 saka, lobo saraba kori seka, rebo sekeria, kontekeria korianderiasa, rekeria koriasorianda, kontekere kaso koriande, repo po 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 saka, repo po 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 saka, repo po 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 saka. Sekerande, Karabo sekeranda, Karabo sekeranda, Karabo sekeranda, Karabo sekeranda, Karabo saka, Yasaraba kosi, Konterebo sekeranda, Konterebo sekeranda, Alebo sikinema. Komeliebo sikine malhalo zeki komina lo sikepa la komeni zeki kela zokepi le konima rikopeli kasikeme melabo sikela. Leo tumefikiria mlima wa Bwana Jehova Jireh, Jehova Jireh. Jioni ya leo tumefikiria mlima wa Bwana lako sekeriba zekeria rabashaya rako sekeri zekeria na mashanda kandi mila sokilia ba zeki minosi alabaye oli abako. Yes Lord, hautakuwa mtumwa tena wa madeni. Haijalishi sababu yake. Mungu hajakuumba uwe mtumwa wa madeni. Tamtumikia Jehova, hautatumikia madeni, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Shangilia Mungu aliye hai. Usikate maombi, usikate maombi. Kuna ombi nataka niombe kwa wale ambao wana mashitumu kwenye maisha yao, labda ni kwenye kazi,
Haijalishi, yawezekana kabisa umekosea na wanaokushutumu wana uhalali, lakini damu ya Yesu inaweza ikakutetea. Kienda mbele za Mungu kwa toba. Wale watu wenye mashutumu, usikate maombi, sogea hapa mbele kama unaweza. Sogea hapa mbele, una mashutumu yako mbele yako na ujui cha kufanya, unahitaji msaada wa Mungu. Acha tuombe kwa ajili yako. Watakao kuhukumu ndimi zao utawahesabia kuwa zina hatia. Kila silaha itakayoinuka kinyume chako haitafanikiwa, kwa sababu ya damu ya Yesu, kwamba Yesu mwenyewe anakusaidia, kwamba Yesu mwenyewe anakupigania. Kuna nguvu za Mungu zinapita. Endelea kuomba, usinyamaze. Endelea kusukuma mahitaji yako. Endelea kusukuma mbele za Bwana. Endelea kusukuma mbele za Bwana. Kuna nguvu za Mungu zinapita. Kuna mashutumu yaliyoumiza moyo, kuna maneno yaliyoumiza moyo. Damu ya Yesu inapita na kufuta hayo maneno. Damu ya Yesu inapita na kufuta hayo